Na leo mwanadamu ametaka kuwa kama Mungu. Na nikasema huyu ndiye Mungu wa Mungu, huyu mwanadamu. Maana Mungu hana usemi mbele za mwanadamu. Ataamrishwa yeye usiku na mchana. Mara nyingine anakomandiwa, anaamrishwa ashuke. Shuka baba, shuka wewe mwenyewe. Usitumane. Anaamrishwa. Naye amrisha ni nani? Mwanadamu. Akidhani kwamba Mungu ni kiumbe kimekaa huko mawinguni. Yeye mnafikiria Mungu angekuwa amekaa mawinguni? Na waenda huko angekuwa hawajamuona. Wa Amerika wakose kumuona kweli. Eti mzee amekaa huko juu ya mawingu. Basi waende wampite pite na wanajua yeye ndio mambo yote. Angekuwa shamshika huyo. Angekuwa wamemjengea keji mahali, kama ni nyumba, kama ni nini, wakamweka hapo. Angekuwa wamemiliki sasa. Ni vile wao wanataka, wakitaka kunyesha anaambia haya, mzee, nataka mvua hapa kwetu. Na huko Afrika usipeleke. Yaani wangefanya vile wanataka. Lakini sasa huyu Mungu si kiumbe naye pia. Yeye ni huyo mtakatifu. Tukasema huyo ni neno, hilo neno mtakatifu. Yeye si neno. Mungu si neno kama mwanadamu, maana neno linakufa. Yeye ni huyo mtakatifu. Sasa kwa sababu mtakatifu inaandikika kama neno, ndio unaweza kusema ni huyo neno mtakatifu. Unaelewa? Si neno yeye. Lakini ni hilo neno mtakatifu. Unaelewa hapo tafsiri yake? Ukiandika mtakatifu, sasa huyo ndio huyo Mungu. Lakini si neno, kwamba ni neno kama sisi, hapana. Yeye ni mtakatifu. Na unajua mtakatifu kwa kuelewa rahisi ni nini? Mtakatifu ni mahali hakuna akili za mwanadamu. Ndio utakatifu. Akili ya mwanadamu ikiingia, uovu umeingia, kwa hivyo hakuna utakatifu hapo. Vitu ni viwili. Nuru na giza. Utakatifu na uovu. Kwa hivyo ukisikia mtakatifu ni Mungu, ukisikia mwovu ni mwanadamu. Nyoka, shetani na ibilisi, mwanadamu. Wengi wapendi hiyo habari, lakini utaielewa. Afadhali uipende, utapona. Swali rahisi wanauliza wanafunzi. Tunajua kuna Mungu na kuna mwanadamu. Halafu pia tunajua kuna miungu. Si ni kweli? Je, aliyetengeneza miungu ni Mungu ama ni mwanadamu? Sasa huoni kwamba huyu mwanadamu naye ni Mungu kivyake? Ambayo sasa kama hii miungu ni habari za mapepo na mashetani, huoni shetani wao mkubwa, mfalme wao ni huyu mwanadamu? Sasa unaruka vipi? Miungu yote ni kazi ya mikono ya mwanadamu. Huyo ndio mfalme wa giza. Akili za mwanadamu, hizo ndio zimetengeneza miungu. Hivyo tatizo ni mwanadamu mwenyewe, mwanadamu. Na unaona kifo kiliingia wakati mwanadamu alipozaliwa, wakati akili za mwanadamu zilipoumbika. Hapo ndio kifo ilipoingia. Akaambiwa ukila utakufa hakika. Naye akala. Kumaanisha alitengeneza hizo akili zake. Na hizo akili za mwanadamu ndio huyo nyoka, ndio shetani na ibilisi, ndio hiyo mauti. Na ni vizuri kuelewa hayo. Amen. Kwa hivyo nimekuonyesha kwamba ule moto ambao umetayarishwa
ni zile sifa za Mungu ambazo mwanadamu anajielekezea. Nikakwambia hizo sifa ndio huo moto. Unapojielekezea umejiweka jehanamu. Matatizo yote tunayoyaona ulimwenguni kote yameletwa na wanadamu kujielekezea sifa. Na hii imekuwa ndio maisha ya mwanadamu. Ndio Yesu alipokuja akasema, anayetaka kunifuata lazima ajikane mwenyewe, kwamba ujikatae. Maana wewe ndio huyo ibilisi, ndio huyo shetani. Ujikatae kwamba unafilia ule uovu ili uwe mtakatifu. Kumfuata Yesu ni kufilia uovu, uwe mtakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Si kumfuata nyuma, hapana. Ni kufilia uovu. Unaelewa? Kwa hivyo jehanamu nimekuonyesha kwamba ni zile sifa za Mungu ambazo huyu nyoka amezibeba. Hizo ndizo zinazomwangamiza. Ndizo zinazomwangamiza. Ibilisi ambayo ni tamaa mbaya iliyo katika akili za mwanadamu iko katika moto wa milele. Kwa maana ni uovu unaosababisha kujitakia. Nataka kuonyesha vitu ambavyo vimefichika hapo. Ibilisi ambako ni kule kufurahia uovu ukitendeka au kuuendea. Sasa hii tamaa huwa inamfanya mtu afurahie uovu. Huyu ibilisi huyu ndiye anayempeleka mtu kwa shetani. Taka uwe macho. Kilala ujue unapelekwa. Huyu ibilisi huyu ndiye anayefanya nini? Anapeleka mtu kwa nani? Kwa shetani. Na nitakuonyesha. Wakati umeona jambo baya linatendeka kwa mtu, jambo ovu analitenda ama linamtendekea, halafu wewe ufurahie, yaani unafurahia maovu yakitendeka, jua kwamba kioo chako kiko gizani, yaani hujijui. Hapo ndipo magonjwa yanapoingilia. Usilale, maana na kuonyesha kitu hapo. Hapo ndipo magonjwa yanapoingilia. Wakati unaona unafurahia uovu, kile kinachofanyika ni kwamba uko gizani. Hiyo ndio sababu unasikia ufalme wa giza. Uko gizani kwa sababu gani? Hujui yale matokeo ya ule uovu. Na kile kinachoendelea kwako katika ulimwengu wa roho, wakati wewe unacheka kwa sababu unafurahia uovu, wewe sasa uliye kiumbe cha kiroho kule analia. Maana kule kufurahia uovu ndio kunasababisha upanzi wa magonjwa na kila aina ya matatizo katika ulimwengu wako wa roho. Yeye kule huwa analia na kuomboleza yule mtu wa rohoni. Huku unacheka maana ule uovu unaufurahia, unakufurahisha. Lakini katika ulimwengu wa rohoni magonjwa yanapandika. Sasa kwa sababu huoni, huu ndio utawala wa giza sasa. Na katika ile hali ya kufurahia kwamba uko katika yule ibilisi, kule kufurahia ule uovu ndio kutakupeleka sasa mpaka ujipate kwamba umeuingia, umeufanya. Kwa hivyo unaona ibilisi amekupeleka kwa nani? Kwa shetani. Matokeo sasa utayaona baadaye, hutayaona hapo kwa hapo. Wakati huku unafurahia,
uovu unapandika, yale mabaya yanatendeka kwako katika ngazi za rohoni, na mwisho utajipata katika huo uharibifu. Kufurahia uovu katika ulimwengu wa asili ni kilio katika ulimwengu wa roho, kwa maana ndicho chanzo cha kuzaliwa kwa magonjwa na mahangaiko yote ya mwanadamu. Wakati mwanadamu amekosa sifa za Mungu, yeye huwa anafurahia uovu, aidha kwa kuutenda ama kwa kushabikia. Na wakati huyu mwanadamu anafurahia ule uovu unaoendelea katika ufalme wa rohoni, yeye kule maovu yanapandika, magonjwa, mikasa na kila aina ya matatizo yanajipanga kwa ajili yake huyo mtu. Kwa kuwa yuko gizani, haelewi kile ambacho kinaendelea, anajiona kwamba yuko sawa. Ndipo sasa unaona matatizo watu hawayajui yametoka na wapi. Naweza kuwa ulichekelea kitendo kiovu ukakifurahia kabisa. Ndio nikakwambia usishiriki kile wanachoita mob justice. Hakuna kitu kinaitwa mob justice. Umepata mtu anafukuzwa, huyo. Wewe unabeba jiwe. Unajua hapa anakuja, lazima atafika hapa. Amefika tayari, umemwachilia la pua, damu za pua na mdomo, masikio, anakata roho. Haya, wewe unajua alikuwa ameiba nini? Wajuaje kwamba huko amechongewa? Ni landlord ameamua kumdhulumu, umemuua sasa. Haya, ni kitu gani chako kimepotea ndio uwe mtu? Hata hujasikia ni huyo, hujui hata ni mwivi ama hujui kama watu wanapigana. Wewe bora unaona kuna kundi la watu nyuma tu. Huyo, kumbe mtu ameenda kudai pesa zake. Jamaa amesema, yaani wewe unajifaa kujua, acha nikuakitie wewe unijui. Huyo. Sasa kwa sababu watu nao hawana hekima, kila mtu anatoka mbio anaanza kumfukuza, hataki kujua ni nini. Na maeneo mengine ni hatari sana, usiende kudai ukiwa peke yako. Unadai haki yako na unauliwa, lakini wewe unayeua na hata hujui ni nini. Unafurahia uovu, kuua mtu. Umejiwekea akiba ya uharibifu katika maisha yako. Amen. Mambo mengi sana ambayo mwanadamu anayafurahia ambayo si haki. Ini kwa kutojali unapata mtu ameleta uharibifu mkubwa. Kufurahia uovu ni kujielekezea sifa za Mungu, ambako ni dhambi na mshahara wake ni mauti. Dhambi ni moja, ambayo ni akili za mwanadamu, ambazo ndio yule joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye ulimwengu wote. Malaika zake ni hayo mawazo yanayotokana na fikira za mwanadamu. Somewe Ufunuo 12:9. Ufunuo 12:9 nasema, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Unasikia majina yake hapo? Anafanya nini? Audanganyaye ulimwengu wote,
akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nitaka kuonyesha hao malaika ni kina nani. Ni yale mawazo yaliyo katika hizo akili za mwanadamu. Amen. Amen. Kwa hivyo usione kuna kiumbe kilichotupwa. Nimekuonyesha kwamba joka ni akili za mwanadamu. Amen. Amen. Ehe. Ehe. Unauliza mnyama ni nani? Unoa 20:10. Aha. Akatoka katika ziwa la moto na kiberiti. Alimu yule mnyama. Aha. Nasemaje mwalimu? Msichanganyikiwe. Nabii wa uongo bado ni hiyo Biblia yako, Torati na manabii. Niliwaambia inasema uongo. Sawa? Inamuita Yesu mkate, inamuita Yesu zabibu, inamuita Yesu simba. Huo si ni uongo? Huyo ndio nabii wa uongo. Natakana upate ukweli katika ufunuo. Na turudisha nyuma ndani. Usichanganyikiwe. Amen. Amen. Kwa hiyo nilikuwa nimekuonyesha yule joka kwamba alitupwa. Yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Sasa yale maneno yakiandikwa mazito pale, wasomi wa Biblia wanachanganyikiwa. Lakini nimekuonyesha kwamba hizi ni zile akili za mwanadamu. Tumeona pale ametupwa kama Lucifer, na nikakwambia huyo ndio hizo akili za mwanadamu ambazo ni Ibilisi na Shetani. Ndani yake mna tamaa inayoleta uovu. Amen. Amen. Ndani yake mna tamaa inayoleta uovu. Hebu tuangalie Kutoka 3:2. Kutoka 3:2 inasema, malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, akatazama, kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Pale nimekupeleka ili kukuonyesha ule moto, maana tumeongea habari za jehanamu. Ule moto tunaona Musa akitokewa, na tunaona kijiti ambacho kilikuwa kinawaka moto, lakini hichi kijiti kilikuwa hakiteketei. Nikakwambia huu moto unapaswa kusafisha, haupaswi kuteketeza. Huu moto wa Mungu, nikakwambia ni zile sifa za Mungu. Kwa yule anayezielekeza kwa Mungu zinamsafisha, hazimteketezi. Lakini kwa yule ambaye amejielekezea zinamletea uharibifu. Mungu alimwonyesha Musa kazi ya msalaba inayoleta sifa za Mungu. Kile kijiti kilikuwa kinawakilisha ule msalaba, kwamba ule msalaba ulikuwa unaleta sifa za Mungu kwa kufilia uovu,
Kwa kuondoa hizi akili za mwanadamu, mwanadamu anatoka katika kujitakia, anaingia katika kumwabudu Mungu. Ndio kile kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Kwamba Musa anaonyeshwa, utakapojielekeza katika kufilia uovu wako, utabeba hizi sifa za Mungu. Lakini utakapojielekeza katika akili zako, moto huu, sifa hizi zitakuletea uharibifu. Unaelewa? Kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Musa alipaswa kufilia akili zake ili aweze kubeba sifa za Mungu. Atoke katika mawazo yake ya kujitakia aliyokuwa ameshikilia. Tunaona kwamba Musa alikuwa ameshikilia fimbo, na ile fimbo yake inaashiria neno ambalo lilikuwa amelibeba. Alitamani kuwaokoa ndugu zake, na neno hili lilikuwa moyoni mwake. Lakini Mungu akajua kwamba hili neno alilolibeba huyu Musa liko katika akili zake, liko katika kujitakia. Maana alikuwa amejaribu kuwaokoa kule na akashindwa. Alipoua Mmisri mmoja na alipowaona wawili ndugu zake wakiteta, akajaribu kuwatetea, na wakamwambia, sikiza ndugu yangu, tumekujua wewe. Ni nani aliyekuweka mkubwa kwetu? Je, unataka kutuua kama vile ulivyomuua yule Misri? Jambo hilo likamfanya akatoroka, akakimbia, ndio akaenda huko Midiani. Ndio tunaona hapa ametokewa na Mungu katika ule mlima Horebu. Amen. Sasa wazo lake lilikuwa ni kuwatoa wale wana wa Israeli Misri, lakini hakujua ufunuo wake. Yeye aliona kwamba wanateswa na Wamisri, hakujua kwamba wako katika akili zao, na kwamba mateso waliokuwa wanayapata ni kwa sababu walikuwa wamejitakia. Na tunaona chanzo chake ni kumuuza Yusufu. Posa wakajipata kwa balaa ile yote, na mwisho Yusufu alipokufa, tunaona utumwa ukawakamata, kwa sababu sifa za Mungu zilikuwa zimepotea. Kwa hivyo ule moto ndio huo moto ambao unateketeza, ndio huo wa jehanamu. Lakini moto ule tunaona unateketeza, unachoma kile kijiti, lakini hakiteketei. Ni zile sifa za Mungu, kwamba tutakapoinua sifa za Mungu tutasafishwa. Lakini tutakapojielekezea kwamba tunafanya kila jambo kwa kujitakia, huu moto, hizi sifa za Mungu zinatuharibu. Ndio unaona magonjwa ambayo hayana tiba, ni kwa sababu mwanadamu anaishi maisha ya kujitakia. Mpaka mtu atakapotambua kwamba haya maisha ni zawadi nimepewa na Mungu, na kumbe mimi ni chombo cha sifa, arudi katika kumwabudu Mungu na kumuinua na kumtumikia, hapo ndipo ataona uzima. Kinyume cha hayo ni mateso, 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 mpaka atoke kwa huu mwili, ndio aingie kwa mateso zaidi. Nikamwambia ile jehanamu ya moto tulikuwa tunafikiria sio hiyo, lakini hii ni mbaya zaidi. Na picha yake iko hapa nje. Wakati mtu anapoachana na huu mwili wake, mwili huu huwa unaharibika kila siku mpaka unakuwa hali ambayo hauangaliki. Hivyo ndivyo huyo mtu wa rohoni atakavyokuwa, anaharibika, anakuwa hali kitu cha kutisha, anakuwa katika mateso ambayo hayana mwisho. Sasa afadhali huu utaisha ubaki mifupa, lakini ule wa neno hauishi, ni kule kuharibika na kuharibika na kuendelea kuharibika, na hakuna mtu anafurahia kukaa karibu na wewe, maana unaoza na kuoza na kuozeana na kunuka na kunukiana, miaka yote uko hivyo na hivyo na kuendelea. Kwa hivyo si kitu cha kutamani, ni mashaka ambayo huwezi yaondoka. Unaelewa? Kwa hivyo usiseme tumeambiwa hakuna moto. Afadhali ni moto, tena zaidi ya fire. Hatari sana. Mbaya zaidi. Silikuonyeshe sasa huyu ibilisi akihukumiwa hapa kidogo tu, maana hana maana. Nyoka, Mwanzo 3:14.
Mwanzo 3 kifungu cha 14 nasema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Haya, huyo nyoka sasa story yake tumeipata. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo. Tunataka kujua amefanya nini? Waone pale mwanamke anapojitetea. Hiyo 13 Soma hiyo 13. Inasema, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Umesikia kwamba yule kazi yake ni nini? Tumesema kazi yake ni nini yule? Kudanganya. Unaona kile amekifanya hapo. Nataka uelewe, usione. Amemdanganya huyu. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilolifanya? Alikuwa amekula matunda huyo. Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Haya. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Unasikia nyoka kilichompata? Amefanya nini? Amelaaniwa. Nyoka amelaaniwa. Tumesema nyoka ni nani? Ambayo akili za mwanadamu zimefanya nini? Zimelaaniwa. Unaelewa? Nyoka amelaaniwa. Tamaa mbaya inayoleta uovu imelaaniwa. Ibilisi na shetani amelaaniwa. Akili za mwanadamu zimelaaniwa. Haya, nyoka, ibilisi na shetani ambao ni pia ni akili za mwanadamu. Kwa tumbo utakwenda. Nataka nikuonyeshe mambo ambayo si vile unayasoma. Tumbo inamaanisha kaburi. Tumbo inamaanisha nini? Kaburi. Kaburi. Kwa hivyo anapoambiwa kwa tumbo utakwenda, anaambiwaje? Sisi tuna ile picha ya kuona eti anaenda kwa tumbo. Hapana, haikuwa inamaanisha hivyo. Kwa tumbo utakwenda, kaburini utaingia. Unaelewa hapo? Si vile unavyosoma, nakwambia uwe makini.
Kwa hivyo wakati nyoka anaambiwa kwa tumbo atakwenda, hii ilikuwa inamaanisha kufilia zile akili za mwanadamu. Si tumesema ni akili za mwanadamu, lazima zife. Naweza shikanisha hapo. Nyoka kwenda kwa tumbo ni kwamba aende kaburini. Kwenda kaburini, tumesema nyoka ni ibilisi na shetani, tukasema ni akili za mwanadamu. Kwa hivyo hizi akili za mwanadamu ndio zimelaaniwa, zinatakana zife, zingie kaburini. Unajua tayari ama nikwambie? Unaweza kuwa mnayajua, tuachie hapo kwa sasa. Waliojua hawakuja, unaenda mazishini. Haya, aliambiwa atakula nini? Mavumbi ya nchi. Mavumbi ni zile sifa za Mungu ambazo alijielekezea. Hizi akili za mwanadamu huwa zinakula zile sifa za Mungu. Kule kujitakia ndio kula hayo mavumbi. Lakini kula huku sasa ni kula kule kujitakia kukuangamiza. Na wale wasomi tunajua kwamba tulimuona Yohana akila nzige. Si ni kweli? Tukasema kula nzige kuna maanisha nini? Nzige ni nini? Naenda mbio hapo. Na manajisi kweli. Nzige tunajua ni parare ambao wanatembea jeshi, wanaleta uharibifu. Tukasema kula nzige kwa Yohana ni kula zile akili za mwanadamu, kule kujitakia kuharibu ule uharibifu. Kwa hivyo wakati huyu nyoka anapokula yale mavumbi ni kwamba yeye naye anaondoa ule uharibifu. Ndiposa tunamuona kaburini. Amepita mbio hapo. Tumesema nyoka ni huyo ibilisi na shetani, ambao ni hizo akili za mwanadamu. Tukasema ibilisi na shetani, ibilisi ni tamaa mbaya, shetani ni uovu. Kwa hivyo akili za mwanadamu zimebeba tamaa mbaya inayoleta nini? Uovu. Ndio huyu nyoka sasa. Tunaona sasa huyu nyoka amelaaniwa. Akaambiwa kwamba atatembea kwa tumbo. Nikakuonyesha tumbo ni kaburi. Si ile picha yetu ya kuona huyu ni nyoka, maana hakuwa anamaanisha yule nyoka yule, ni picha tu. Nyoka ni hizi akili za mwanadamu. Zinapaswa kufa, zizikwe kaburini. Amen. Amen. Ndio kwa gizani kiasi, lakini unaweza toka utaelewa. Huu ni ufunuo, ndio ule ukweli ambao umefichwa. Mkijua hiyo kweli itawaweka huru. Nanyi mtakuwa huru kweli. Nimekwambia ukijua vizuri huyu shetani nani, utababaika.
Hata wenzako wamefunga wanapambana nayo, na waangalia, mnamjua nani kweli? Mnapigana naye. Unajua mnapigana nani kweli? Shindwa, toka. Tamaa yako na uovu wako. Hayo ndio inaleta corruption ya mind, ya akili. Ndio unaona magonjwa na kelele na kila kitu. Ni corruption of mind. Wakati mtu ametatizika, uovu, dhambi, akili za mwanadamu. Kwa hivyo nyoka aliyelaaniwa ni akili za mwanadamu. Nimeshika hapo. Kuna kapengele nimeruka, nataka ni kuunganisha alafu tuendelee. Aliambiwa atakula siku zake zote. Utakwenda na mavumbi utakula siku zako, siku zote za maisha yako. Maisha yako siku zote. Hapa kwa siku zote kuna fumbo nataka nikuonyeshe. Siku zote ni 6 6 6. Siku zote ni nini? 6 6 6. Huyu mwanadamu aliumbika akakamilika siku ya 6. Yeye mwenyewe ndio hiyo siku 6. Hiyo 6 sasa ndio huyo mtu na ndio hizo akili za mwanadamu 6. Akawa anatakiwa aingie siku ya 7, awe sabato ya Bwana. Kwa hivyo alipaswa atoke kuwa 6 aingie kuwa 7, sabato ya Bwana, kwamba arudi kuwa chombo cha kumtukuza Mungu. Nikakwambia Mungu alitengeneza chombo kikaharibika, ndio huyu mwanadamu akaumbika. Kimeharibikaje? Alikataa kuingia 7 awe sabato, akajiletea yeye mwenyewe zile sifa za Mungu. Kwa hivyo kule kujielekezea zile sifa akakamilika, akawa 6 6 6. Hii ndio chapa ambayo watu hawaelewi, lakini naweza kuonyesha iko ndani ya Biblia vizuri tu. 6 6 6. Hizi ndizo akili za mwanadamu, zimelaaniwa. Hii chapa inaonyesha hiyo laana, kwamba amekamilika kuumbika katika mwili. Amezaliwa, ile tulisema ile kuna kuzaliwa katika mwili, kwa mwili, na kuzaliwa kwa roho. Kwa hivyo huyu amekamilika, hawezi tena kuumbika, amekamilika kuumbika 6 6 6. Naelewa hapo? Akili za mwanadamu, sio huu mwili wa nyama. Akili za mwanadamu 6 6 6. Kwa hiyo nilikuwa na kuonyesha kwamba huyu mtu ndiye anayeitwa siku. Alipaswa kuwa 6 aingie kuwa 7, yaani sabato. Lakini hizi akili nikakwambia ziliumbika katika kujitakia. Huku kujitakia kukamfanya sasa awe 6 6 6. Hizi ndio siku zako zote. 6 6 6. Siku zako zote. Alikuwa awe siku sabato, lakini akatengeneza zake. Kwa hivyo siku zake zote nani ama zipi? 6 6 6. Siku zako zote. Uko sawa mpaka hapo?
Nyoka aliyelaaniwa ni akili za mwanadamu, ambao ndio hiyo 666 ambazo zilipaswa kuangamizwa na kuzikwa katika kaburi, ambao tumesema ni ile tumbo. Kutembea kwa tumbo ni kuendea kazi ya msalaba, kuua na kuzikwa, ama kufa na kuzikwa. Kuziua zile akili na kuzizika. Kula mavumbi, yaani sifa zinazomwelekea mwanadamu, ni kuangamiza kujitakia zile sifa za Mungu. Na tukasema Yohana Mbatizaji alikula nzige, ambazo zilikuwa zinamaanisha, wale nzige walimaanisha ule uharibifu. Zile akili zake zilizo ndani ya ile torati, kule kujitakia kwake, alikuangamiza kwa kukula zile nzige kwa njia ile ya ubatizo. Ubatizo ni kufa, ni kule kufa na kuzikwa. Ubatizo wa maji mengi huwa unaonyesha kule kuzikwa. Unaelewa hapo eh? Kinachozikwa ni nini hapa? Uovu. Uovu ni gani? Hizi akili za mwanadamu. Kwa hivyo hata ule ubatizo ni mfano wa kaburi, kuzika. Unaona, unapozikwa halafu anafufuka. Yesu alipobatizwa alizikwa. Alipofufuka akawa mwana mpendwa. Sauti ikasikika, huyo ndiye mwanangu mpendwa nayependezwa naye, msikizeni yeye. Yeye akiwa amebeba torati, akiwa mfano wa sisi huku nje, alifilia zile akili za mwanadamu. Alikuwa anatuonyesha vile tunapaswa kufanya kwa kuua zile akili za mwanadamu na kufufuka katika utukufu wa Mungu. Amen. Kwa hivyo hapa kilicholaaniwa ni hizi akili za mwanadamu, ambazo nimekuambia ndio huyu nyoka. Sitaki upotee. Tumeona vile alivyoanguka akiwa Lucifer, alipoanguka akawa nyoka, ndio huyo mwanadamu, kwamba amezaliwa. Kwambia mwanadamu si mwili huu wa nyama, ni yule akili za mwanadamu aliyepewa mwili, ambao ndio hili neno. Ndiposa hapa tunamuona huyu nyoka vile alivyolaaniwa, kwamba anapaswa kuzikwa, kufa na kuzikwa. Amen. Tumwangalie Yakobo anasemaje. Yakobo 1:15. Yakobo 1:15 inasema, alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Tamaa ikichukua mimba inazaa tumetoka kwani? Tumeambiwa hii tamaa ikichukua mimba inazaa dhambi, na dhambi nayo ikikomaa inazaa mauti. Unasikia mauti yanatoka wapi hapo? Tamaa ndio imeanza eh? Nikakwambia huyu ndio anakupeleka kwa nani? Kwa shetani. Unaona mauti imeingia. Je, kuna kiumbe kingine huoni ni tamaa hapa? Ule mfano niliokupa, tamaa ya huyu mtu imempeleka, mwisho anajipata amepotea. Tamaa. Kwa hivyo mauti inaletwa na akili za mwanadamu. Mauti yote hii misemo ya kwamba Bwana ametupa, Bwana amechukua, inapaswa kufutiliwa mbali. Mungu hana mauti ndani yake. Yeye ni uzima, yeye ni mtakatifu. Ndani ya Mungu hamuna kitu kama hicho. Hakuna uovu, hakuna magonjwa, hakuna kifo. Ndani yake ni uzima. Mtu anapofurahia uovu ambao ni ibilisi, anaingia kwa tumbo,
ambayo ni akili za mwanadamu. Sasa huyu mwanadamu anapofurahia uovu kupitia hii tamaa, sasa tumeambiwa hii tamaa inachukua mimba. Kinachotendeka ni kwamba ile tamaa yako itaingia katika akili zako. Hiyo ndio mimba sasa. Hilo ndio tumbo. Hii tamaa imejaa wapi? Kwa akili. Halafu hapo ndani ndio itaumbika hii mpaka ikomae. Umeelewa? Inakomaa hapo ndani. Kama ni jambo la kupewa muda ufikirie, unaliweka. Labda hata umepewa wiki nzima, takuja kukuchukua tuende mahali. Hebu wewe jipange. Sasa hilo jambo kwa sababu ni zare, unakaa nalo, huambii mtu. Patana na rafiki yako ni kama wewe utamwambia, lakini unaona hapana. Kimwambia huyu anaweza sema na hii dili yangu korofishwe. Mimi sitaki watu wajue. Sasa inaendelea kukomaa. Na labda umepewa muda wa wazi, umeambiwa hapo mpaka kesho kutwa, wewe umenijibu. Sasa mimba inakuwa mpaka mwisho inazaliwa. Nasema kwani kitu gani hakijaonekana? Ushazaliwa sasa. Kwa hiyo haya maneno Yakobo anaongea, alikuwa anaongea habari za akili za mwanadamu. Hapo ndipo uovu unapozaliwa. Kwa hivyo mtu anapofurahia uovu ambao ni ibilisi, anaingia kwa tumbo ambayo ni akili za mwanadamu. Anapofikiri kwa muda, anafika hatua ya kuendea ule uovu unaomletea mauti. Baada ya kufikiri kwa muda, unapata huyu mtu anafika mahali ambapo anatenda lile jambo na linaleta uharibifu. Ambao uharibifu huu hakuwa anautarajia, lakini kwa sababu hili jambo limetungwa, limekaa katika akili zake ambao ni tumbo, mwisho tunaona kwamba linazaliwa. Amen. Acha nikuonyeshe mifano ya lile tumbo ambalo nimekuambia. Luka 1:41. Luka 1:41 inasema, ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake, Elisabeti akajazwa na Roho Mtakatifu. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake, Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Hapa tunamuona Mariamu mama yake Yesu. Kabla ni wakati alipokuwa ametokewa na malaika na akapewa habari hizi za kumzaa Yesu.
tunaona alimwendea huyu Elisabeti, ilikuwa jamaa zao, na tunaona kwamba alipoenda kumsalimia Elisabeti, naye alikuwa amepata mimba ya huyu Yohana Mbatizaji, akawa ako na miezi 6, na tunaambiwa aliposalimiwa tu na Mariamu, kile kitoto ndani ya tumbo la huyu Elisabeti kikaruka na kuonyesha tumbo. Nimekuambia yule nyoka aliambiwa atatembea kwa tumbo, na sasa hapo na kuonyesha tumbo la Elisabeti. Ndani mna Yohana Mbatizaji, ako na miezi mingapi? Miezi 6. Tumbo la Elisabeti ni kaburi. Tumbo la Elisabeti ni mfano wa kaburi. Kwa nini ni mfano wa kaburi? Aliyekuwa ndani ni Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa anawakilisha Torati na manabii. Amen. Akili za mwanadamu. Piga makofi hapo. Sasa Mariamu alipomwendea, zile salamu za Mariamu kwa Elisabeti lilikuwa ni neno la ufunuo. Limeendea nini? Ile Torati. Kwa hivyo Torati ilipopata hili neno la ufunuo ikafufuka. Amen. Unaweza shika hapo. Tumbo la Elisabeti linawakilisha kaburi. Elisabeti alikuwa tasa, alikuwa hajapata mtoto, hivyo alikuwa katika uzee wake. Kosa inapewa hiyo picha. Kwa hivyo kutungwa mimba kwa Yohana Mbatizaji, Yohana Mbatizaji tunamuona akiwa picha ya Elia. Elia tunaona akimtokea Yesu pamoja na Musa pale mlimani. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji ni yule nabii ambaye ana picha ya kubeba hiyo Torati. Kwa hivyo akiwa pale miezi 6, ni kwamba hii Torati ilikuwa imeumbika na imekamilika. Lakini katika kukamilika kwake neno la ufunuo likaja. Tunaona sasa ikafufuka. Kule kuruka kwa kile kitoto pale ndani kulitokana na hili neno la Mariamu, ambao Mariamu amebeba Yesu. Naona hapo Kwa hiyo huyu nyoka aliyelaaniwa tunamuona pale kaburini katika tumbo la Elisabeti. Sasa mwalimu, sasa tumbo ya mtu ni kaburi Kiufunuo. Amen. Kwa hivyo tunaona Torati ilipopata ule ufunuo, salamu za huyu mama Mariamu ikafufuka. Sababu Torati imepata ufunuo. Wakati Torati inapopata ufunuo, ni kwamba kila neno ndani ya ile Torati sasa litaleta yale matokeo ambayo yamekusudiwa. Hizi ahadi zote za Mungu zilizo ndani ya hiyo Biblia sasa zitatimia. Posa Yohana akafurahi pale ndani.
Amen. Nikuongeze. Tuendelee. Haya. Tumesema nyoka ni akili za mwanadamu. Tukasema siku zote ni ile 666. Kwa hivyo nyoka ni akili za mwanadamu ambazo zimelaaniwa siku zote, ambao 666 zinazotakiwa kuzikwa, ambako ndio kule kwenda kwa tumbo. Yesu alikuja ili kutuonyesha njia ya kuweza kuziangamiza ili tutoke katika laana. Nimekwambia hizi akili zililaaniwa, na Yesu alikuja ili atuonyeshe njia ya kuziondoa, kuziua, kuzizika ili tutoke katika ile laana. Unaelewa hapo? Ili tutoke katika hiyo laana. Nataka kuonyesha hii 666, alafu tukimalizia hapo itakuwa ni sawa. Mathayo 27 fungu la 45. Mathayo 27 fungu la 45. Nasema, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Saa 6 hadi saa 9. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Saa 6 hata saa 9. Huu ni wakati wa Yesu kukata roho pale msalabani. Giza lilianzia saa 6. Kwa hivyo saa 6 mpaka saa 9 ni masaa mangapi? Matatu. Saa 6 mpaka saa 9 ni masaa mangapi? Ambayo inamaanisha 666. Sio, unaona hizi ni 6 hiyo unaichanganya hapa, hiyo ukichanganya, hiyo ukichanganya. Hiyo ni saini yao wa jamaa zetu. Inamaanisha 666. Wewe piga picha ukifanya. Maana ujue unafanya nini? Unamaanisha 666. Kwamba uko gizani kikamilifu. Giza. Akili za mwanadamu ni giza. Alikuwa anaonyesha akili ya mwanadamu ni giza, haina chochote. 666. Na kuna hii alama anatumia wale jamaa. Nyingine ni gani? Hivi kweli ama hivi? Hiyo unaona ni nini? Kiweka hivi 11. Tukasema 11 ni nini? Kujitakia. Kwa hivyo huko ni kujitakia kikamilifu. Alafu kuna triangle na jicho. Hiyo nayo inaonyesha lile jicho la Adamu lililofunguka. Ile tamaa. Amen.
tatu ni ukamilifu. Ukamilifu. Pembe tatu hizo, ukamilifu. Amen. Kwa hivyo hapo unaweza ukaona giza la masaa matatu kuanzia saa 6 mpaka saa 9 iliwakilisha 666, ambazo pia nataka kuonyesha ni zile siku tatu za Yesu kaburini. Nimekwambia siku ni nini? Halo. Nimekwambia siku ni aliumbika akakamilika akawa 6. Kwa hivyo siku ni ambayo ni 6, sawa? Unaona amekaa siku 3 kaburini. Siku 3 kaburini. Sio siku, tumesema siku ni 6. Kwa hivyo zikiwa 3, 666. Umeliona hilo tumbo sasa? Huyu nyoka sasa Yesu amemfikisha wapi? Nikakwambia kule kuenda kwa tumbo ni kuenda kule kaburini. Si unamwona Yesu amemfikisha? Hiyo ndio biashara ilimleta. Kumchukua yule nyoka na kumfikisha wapi? Kaburini. Tumemalizana naye. Na hiyo ndio Yesu alikuja kutufundisha. Ili tutoke kwenye laana, ni lazima huyu mtu atembee kwa tumbo. Amen. Ni lazima huyu mtu atembee kwa tumbo. Na nimekuonyesha sasa Yesu anatuonyesha pale msalabani kwa kufilia uovu. Kufilia uovu ni kule kuondoa zile akili za mwanadamu ambao ndio huyo nyoka. Amen. Unaona mwisho amemzika siku 3, 666 yuko ndani ya kaburi. Kosa akafufuka sasa akiwa mbarikiwa. So umeona shetani vile amemalizwa. So unaona amemalizana naye kaburini. Alianzana naye msalabani na akampeleka kaburini siku 3, 666. Ndani ya tumbo. Tunaelewa hapo? Nikwambia ni kutembea kwa tumbo ni kaburini. Na si unaona nimekuonyesha? Huyu 666 akili za mwanadamu amemalizana naye kaburini. Amen. Amen. Pia nataka kuonyesha hizi 666. Kutoka 10:22. Kutoka 10:22 inasema, mtu akimpa mwenziwe punda au ng'ombe au kondoo au mnyama yeyote ili amtunzie, yule mnyama akafa au akaumia au akachukuliwa na mtu asione. Hapana. Ile andiko liliandika makosa. Wewe ulikuwa unasoma wapi? Kutoka 10. Haendi vile ninavyotaka. 22. Basi Musa akaonyosha mkono wake kuelekea mbinguni, kukawa na giza nene katika nchi yote ya Misri muda wa siku 3. Hapo tutaelewana. Haya. Musa akaonyosha mkono wake kuelekea wapi? Mbinguni. Kilichotendeka pale Misri, kukawa na giza nene. Kwa muda wa siku ngapi? Muda wa siku 3. Unaziona hizi siku 3 ndio zile za Yesu kuwa kaburini, ambao tumesema ni hiyo 666. Kwa hivyo Musa aliwaonyesha wa Misri kwamba akili zenu ni giza. Ndio hiyo 666 zimelaaniwa. Giza la siku 3. Ambao ndio zile siku 3 za Yesu kaburini, ambao ndio yale masaa 3 ya giza pale msalabani.
666. Amen. Tumeelewa? Kwa hivyo huyu ndio huyo nyoka. Hii ndio hiyo laana, akili za mwanadamu ambazo Yesu alikuja kuzishughulikia. Na kushughulikia kwake ni kutuonyesha kwamba sisi hatupaswi kujitakia, tunapaswa kusulubisha hizi akili za mwanadamu. Ndio huo uovu. Tutoke katika kujitegemea, tumtegemee Mungu. Tunaona Yesu akizika hizi akili 666. Maana zililaaniwa, akaambiwa utatembea kwa tumbo. Na sasa tuona Yesu amezifikisha kwa tumbo. Nikakwambia tumbo ni kaburi. Na Yesu akazizika. Ndiposa alileta wokovu. Unapozika huyu nyoka, hizi akili za mwanadamu, unabaki kuwa mtakatifu. Hapo ndipo hutababaishwa tena. Umemjua shetani ni nani? Si tumemjua sasa? Tumejua yule anayesumbua ulimwengu wote ni nani? Ibilisi. Anayeudanganya ulimwengu wote. Je, ni kiumbe hicho? Sasa angalia vile kanisa linateseka. Sasa andiko neno likiisha ni deliverance inashika kasi. Utatoka nani? Kwa sababu anafikiriwa kuwa kiumbe. Lakini si umeona hizi ni akili za mwanadamu, ndio huyo nyoka ambaye yeye ndio ibilisi na shetani. Tamaa iliyo ndani ya akili za mwanadamu ndio inayoleta uovu wote. Na tumeona yeye ndiye audanganyaye ulimwengu. Wafalme wadogo kwa wakubwa, anayewadanganya ni huyu ibilisi. Tamaa ambazo ziko katika akili ya mwanadamu. Amen. Amen. Baraka ya Bwana iwe juu yetu.
Yeah.
mbele za Bwana.
terrible. Mungu aliyejaa neema na rehema zote, hakuna aliye kama wewe, Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Wewe uliyekuja kutuonyesha njia na akili za mwanadamu ikaweze kuondolewa na kutukuza kwa sababu ya neema ya ajabu. Adhihirisha ukuu wako, tambua ni wewe Bwana unastahili kuabudiwa. Bwana, matendo yako makuu yanadhihirika katikati ya kizazi hiki, kwa sababu uharibifu hauna nafasi katikati ya watu wa Mungu. Umetambua sifa zako ndio nguvu, ndio ushindi, kama huo ndio uzima. Nena uzima juu ya watu wako mchana, hakuwa umebaki kwa Mungu wa ajabu. Nena kufunguliwa juu ya watu wako ya sasa Bwana, acha sifa zako peke yake ikaweze kusikika katikati ya wanao wote ulimwenguni Bwana. Jina lako linatukuzwa na kuinuliwa. Hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa mtakatifu. Wewe peke yako ndiwe Bwana. Wewe peke yako ndiwe Mungu aliyekuinua na kukutukuza. Pokea sifa na utukufu, maana wastahili. Na ni kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Amen. Hebu naamini umetambua